president, ambia president, wale watoto wanauawa ni wetu. Ni watoto akina mama. Na chief amesema atafikisha ujumbe. Viva women, viva! Viva! My name is Ruth Bombi, and I'm going to read collectively with my colleague sisters the press statement on the women's health, maternal mortality and menstrual health justice in Kenya. We, grassroots women leaders, feminists, activists, mothers, community organizers, human rights defenders, SRHR, sexual rights, health rights advocates, and women-led organizations from across Kenya come together today to condemn the continued neglect of women's health. Jana Kibira mwanamke alichomwa, na sasa pia sisi tunataka kusema wanaume mmetuzoea sana. This is the last time we are giving warning. We are women, we deserve to live. And this is not a joking matter. Stop killing women, stop abusing women. And we are going to put actions as well. With more power to women, more power. More power. Stop killing women. Stop killing women. Stop killing children. Stop killing children. Na lazima tuongee, sababu tusipoongea kama akina mama, and especially sisi wenye tuko hapa chini, tutazidi kuongelelewa na wanaume. Juu hata hii appeal ilifanyiwa court of appeal, wale walipeleka ni wanaume. Na cha kushangaza ni mwanaume anaitwa Charles Kanjama. Saa hizi ndio president wa LSK. Sisi tuna wasichana wadogo tu wanauliwa. Tumeona Kisii, Petito mlikuwa mmeenda kuandamana Kisii. Wamama wakubwa wale wazee na Kilifi wanauliwa na Murang'a. Na wauliwa kwa sababu ya hizo nyingine. Wanauliwa kwa sababu watu wako na personal interest. Wakati wewe ni leader na wewe ni mzee, mtu anafikiri unafaa kuwa unakufa ndio kuachia. So they execute maisha za wanawake left, right and center. Na sisi tuko hapa kwa sababu hatujui ni nani kwa hii room ndio next. So inamaanisha sisi wote lazima tuweke sauti yetu pamoja. Lazima tushirikiane na tukumbushane mwanamke lazima aishi. Na kama government haita provide security ya wanawake, tuacheni kulipa tax. Kwa sababu tunalipa tax ndio tupe nini? Security. Si ni kweli? Hata nilipata mtoto wangu nikiwa 17, mtoto wangu wa kwanza. Alafu after kupata mtoto wangu wa kwanza, the next nilizaa January nilikuwa na mimba. Nilizaa January nilikuwa na mimba. So mwenye nilikuwa niko na yeye hiyo time akaniambia, mtoto wako hata hajafika 6 months bado, tutoe." Tukatoa ikiwa 1 month ikakuwa alinipeleka clinic fulani akalipa 14,000 ikatolewa. It was not very bad. And then the next year now, which was 2022, nikapata mimba tena around July. So nikipata mimba ingine nilikuwa nataka kuweka because I was, I had a child, niko na mtu na feel confident this time inawezekana. So 1 month, 2 months, 3 months, nikafika point nikaamua siwezi. And at that point, like tumekosana na huyu msee, sina do, niko like ni msee alikuwa very exploitative to the extent that time tulikuwa tunakosana, alichukua ID zangu aka withdraw pesa yangu yote kwa bank by the way. So mimi niko tu, nikatafuta do, nikaenda nikabuy dawa, nilikuwa Thika Road, nikabuy dawa, nikaveza, haikufanya kazi. It was different, it was a different experience. Mara ya kwanza nikienda hospitali nilidungwa antibiotics, nikapewa dawa ya kwanza ya kumeza, nikaambiwa ufuatilie na hii sijui siku gani. Nikaenda kununua over the counter, nikapewa pills 4, nikaambiwa weka chini ya mdomo. Simi nikaeka, hakuna kitu kimefanyika. Like 4 days later, nikarudi nikaambia mwenye aliniuzia, dawa zako hazikufanya kazi. Akanipea zingine 4. Nikaweka tena. Msichana wenyewe venye niko na mwili ndogo hivi, nimeteseka, skuli vizuri. I bled for days, like extreme bleeding for days, to the extent that I could not walk, I could not do anything.
beshte yangu akanitoa akanipeleka hospitali. Since nilikuwa bado niko na student ID yangu, akanipeleka Bliss ya Tao. Kufika Bliss ya Tao wakasema wafanyangi services za reproductive health. Wakanirifa tu Mbagathi. Ndio maana hata nimeamua kuongea. Wakanirifa tu Mbagathi. Kufika Mbagathi, unajua kila mtu Mbagathi ni emergency. Yaani tumekaa kwa line. Tunajaribu, my friend is trying to move from this side kulipia nini pia sina insurance, sikuwa na anything. Mimi nimekuja tu, besha yangu venye alinitoa kwa nyumba wakiwa wamenibeba, ndio venye niko tunazunguka huku lab nini. So nimekaa, ikafika point fulani nurse fulani akakuja. Before hata huyo nurse akuje, kuna msale ambaye nipe maji. Amekuja amenidunga party vein. Amenidunga amenieka maji drip. Nurse mwenye ako in charge kukuja, anamwambia sasa kwa mtoto wenyewe, jamani mtoto amepoteza maji, amepoteza damu, wewe unakuja kumongeza maji. So nimekaa, mwingine akakuja akaniambia huyo akakuja akaniambia wewe uko karibu kukufa wewe. Nikaingizwa ward immediately. Kuingizwa ward, nikafanywa transfusion ya emergency ya kwanza, wakiniambia kwamba the next day nitafute watu wakuja wanidonate damu before I get like I needed 4 other transfusions, by the way. That is how much blood I had lost. Kwa nilikuwa nimebaki na 4 point something blood count yangu. I had lost so much blood. So nimekaa hapo that night. At that time, understanding how Mbagathi is, tulikuwa tumekuja wase wengi, we are sharing beds, which was not a very bad experience. After kukaa for a few days tukasongeshwa now where women were like wamama walikuwa wamekaa hospitali, mwenye alikuja kama mtoto wake amekufa, amekuja kutolewa, ameshindwa kulipa bill amekaa. Mwenye alikuja kama amemiskari, ameshindwa kulipa bill amekaa. Mimi mwenyewe nilikaa 3 weeks by the way. As a CHP, Community Health Promoters, tumekuwa tukirifa watu pale Kianda. Kuna mama unapata amejifungulia kwa nyumba. Unajua sisi tunafanya referral as a level 1, madaktari wa nyanjani. Tumekuwa tukipitia changamoto. Unapata the more unachukua mtu, kuna namba yenye tumepewa, tuna refer mtu. Wakati tunapopea mtu, tukileta mtu kwa hospitali, unapata wakati anapokuja pale amejifungulia kwa nyumba, kuna some things kama labda either kuna some particles zimebaki kwa tumbo, yafaa oshwe. Wakati anapofika pale 1 day ama 2 days wanasema wanataka 3000. Inakuwa ni changamoto kwangu na kwa huyo mama. Saizi mimi nafanya household 100. Hizo 100 na make sure hao mama wamejifungua wakiwa safe. Sasa ile wanapofika pale, yafaa huyo mama kama ni kufanywa services hiyo ya mtoi bile, labda kama mtoto amepatikana na shida ama ako sawa, unapata wanamcharge. Sasa inakuwa create indemnity mimi na mama. Sasa wakati unapokuja kwa hiyo household, unamtembelea kukuja kuona mtoi anaendelea namna gani, alipata services gani. Hiyo changamoto imekuwa sana. Juu hapa Kianda kumekuwa na hiyo changamoto. Wakati unapotoa hapa mtu akienda Mbagathi, anaanza kuzungusha. Kama ni mtu amekuja na ambulance, amekuja pale emergency, aende straight away. Wamalizie haraka kama ni ward, akue admitiwe pale kwa ward. Unapata wamemweka kwa line, wamama wengi wanakufa sana. Juu mimi mailipata. My wife alikufa kwa ajili ya kuvurutana. Na vile alikufa, sasa instead ya kuokoa mama ama kuokoa mtoto, mama akakuja akafariki. Sasa unapata kitu kama hiyo inakuwa ni the way vile inaongelelewa hapo, inakuwa ni uchungu sana. Umekuwa ukienda na mtu kwa hospitali yako sawa, ukijua atajifungua vizuri, lakini unatoka pale ni kilio. Sasa inakuwa ni mvurutano ya matanga huku na huku. Sasa hizo vitu zimekuwa sana pale Mbagathi, hapa level 4. Sasa hizo vitu yafazi mjaribu kuangalia sana kama as much as we in editor wako hapa, she's here, they are here, wanna fight for this. Also we women, let us be not enemies of ourselves. Hizi elections zinakuja, the elective positions wanawake wanasimama. They have cash, they don't have cash. But let us elect them. The free third gender rule mnaona vile ilikuja ikafanywa hivi na hivi. Men are fighting, na wao wanachukua interest yao. If we don't choose our own, hizi story tutakuwa tu tunaongea, we are not giving them energy because our representation uko juu pia itakuwa ni kidogo.
Let us not be enemies of ourselves. Let us vote wisely. Let us fight for our rights. We're giving life. Our life should not be taken away when we're giving back. Haifai kukua hivyo. Na sisi tunataka kukuza jamii yetu. Wanawake wafai kuwa wanakufa hospitalini wakienda kuzaa. Wanawake wafai kukua wanawachwa hospitalini because of money. Kenya is very a capitalistic nation and it is not fair. Uzazi is a natural thing. Uzazi si kitu ya kujiwekea. Lazima government ipeane bajeti ya kutosha na waweke uzazi ikue bila malipo. Mnasema aje? Ndio. Wanawake wafai kukua wanakawia hospitali kwa sababu ya fedha. 4 to 5 months is a lot of months. It means women's economic power ina reduce. Wakiwa wapi? Hospitali. Mental health ya wanawake inafanyika aje? Nyuma ina deteriorate. Mama,